Kama kuna mtu amepimwa akili na akapimika vizuri ni raia wa Kenya. Huyu ni mtu amepimwa akili akapimika vizuri alafu akafungwa na akafunikwa. Sio kwa kupenda kwake, lakini ni because ameamua afanyiwe hivyo. Mkenya ni mtu very honest, ukuanga humble, ukuanga very generous, lakini in the process of his own generosity, yeye kutufanyanga lot of blunders. Mistakes mingi sana. Hizi mistakes either uzido willingly ama you do under the influence of something. Nataka tu tujiulize tu some important questions. Ni kitu gani tunataka sisi kama Wakenya? Tukipatiwa tu chance, an opportunity tuifanye, ni kitu gani tunataka? Because najua kila msee ako na interest yake, ile kitu anataka adu kama Mkenya. Lakini ni kitu gani tunataka sisi kama Wakenya? Tumekaa tu chini tukapiga tu picha zetu, tukaangalia tukasema, this is what we want. Na kitu ndio tunataka. Na ukiangalia the magical scene behind what we are doing, sisi kama Wakenya, some of them are good, some of them are bad. Na actions zetu ndio mnafanya sisi either tunahitajika tukienda mataifa mengine, it's either we are under surveillance or somebody is following us or something must be done for them to be rest assured that they are safe in their own countries. Nataka tu tuongee the situation yenye tumejipata sahi sisi kama Wakenya. The situation yenye sisi wenyewe tulijua that we need to come out of it, lakini tulilalia class tukasema tu liwalo isha happen, there is nothing we are going to change. Tumeteseka sana, tumelia sana, tumezikana sana, na bado tunafikiria sana juu tunataka twende pahali tunaweza faana. Lakini ukiangalia hii situation yetu tuko ni situation best. Hebu tuangalie life ya watu best, wale watu best tulikuwa tunapigania sana. The latest akiwa ni Raila Odinga. Mwingine alikuwa Joseph Kaiseri. Mwingine alikuwa Chris Musando. Mwingine alikuwa Otieno Kajwang'. Mwingine alikuwa Oro Jode, Saitoti. Honestly, Kenya ilikuwa so much interested in them. Wakenya walikuwa so much interested in them because hao walikuwa na hold the interest of the public to heart. Na walikuwa na capability ya kuziongea vile ziko. Kama ni bad, hakuna kupaka mtu mafuta. Lakini where are they today? Hawako. Itabidi sisi wenyewe to create our own direction. Because anybody who rises up to speak about what affects Kenyans, that person is considered to be an enemy. Na anakuwa considered to become an enemy naturally hivyo. Not because anafanya kitu awkward, no. Because anajaribu enlighten the public on what is happening behind what they see. Na hivyo ndio unaona tu either anakreatiwa a scandal yenye ita lead to his wealth being sucked by the government, or anakreatiwa an environment yenye itabidi atumie resources zake akwe very poor to an extent that hatapata hiyo energy kuappear in public to talk about this issue. A good example ni hawa majenzis waliuliwa. Now walikuwa abducted. The main was to examine their mind, what they were thinking and why they were thinking about it, and to what purpose were they thinking for. Na sasa ukiangalia majenzis wenye walikuwa abducted, none of them is actually vocal. A few of them wako